wenye viti wa vijiji, wa vitongoji, nyinyi hamna dhamana ya moja kwa moja kama wewe kusaini mikataba ya kuuza ardhi. Sio kama naeleweka au nimezungumza kidogo. Nirudie? Nimeeleweka? Asante sana. Mwenyekiti wangu amenipa dole. Nakushukuru sana kwa kuelewa. Kwa sababu tukienda kwenye sheria baadaye, wewe hautambuliki. Hatima yake umemsababishia uliomuuzia aingie kwenye mgogoro wa kumiliki ardhi pasipo utaratibu. Wewe unatakiwa uwe shahidi kuthibitisha eneo hili kweli nalitambua, eneo hili lina huyu bwana anastahili kuuza. Mwanasheria wakili asimame pale kwa niaba ya serikali, yule ndio aweke saini yake pale, yule ndio kisheria anatambulika kusimamia mkataba wa mauziano wa mali. Sisi tusimame kama nani? Mashahidi. Kama imeuzwa kwenye kijiji huko, wewe ongoza mchakato ili wenye mali yao na kijiji wale kule ndio waridhie. Sio wewe peke yako unakaa ofisini, bwana njoo hapa, kuna 10% ya meza. Sasa hii 10% hii sheria gani? Ninaomba sana tusijiingize kwenye migogoro hii. Nia yangu tusimchafue Daktari Samia Suluhu Hassan na kumgombanisha na Watanzania. Atakuja hapa Iringa, atatembelea mikoa mingine, akikaribishwa na mabango yanayosema mama tusaidie, si tunaonewa, ardhi tumenyang'anywa, kule tumefukuzwa. Kumbe wakati mwingine ni wewe mwenyewe ulienda kuvamia eneo bila kujua utaratibu, ukauziwa kinyemela. Utaratibu wa kuuziana sio halali, matokeo yake umejikuta umenunua kwa fedha nyingi eneo sio la huyu aliyokuuzia. Sasa unamlaumu nani wakati wewe ukushirikisha sekta inayosika ya ardhi ili ikusaidie, ukushirikisha mwanasheria, ukujiuliza maswali mengi ya msingi, huyu anayekuuzia anamiliki ardhi? Tumeenda mbele sana sekta ya ardhi. Tunataka tutoe mwongozo. Vikao vyote vya kijiji vinavyokwenda kufanya maamuzi ya kuuza ardhi yao, kikao hiko kitakuwa halali tu na maamuzi haya yatakuwa halali tu endapo afisa wa ardhi atakuwepo hapo ili kuwaguide nyinyi katika mchakato huo mnayekwenda wa kihalali. Lengo langu na lengo la serikali, nyie mufanye maamuzi sahihi ya kuongozwa na mtaalamu anayesimamia sekta hiyo.